Ujue binadamu kwenye maisha ni watu wajabu sana. Ni watu wa kubadilika, ni watu wa kuwa katika namna tofauti ambao huwezi kuwadhania, wala huwezi ukaimagine katika ufahamu zako kwamba wanaweza wakawa hivi. Unaweza ukawa katika maisha, wakati unapigwa na mvua, unahangaika, hawakusema chochote juu yako. Wakati unahangaika, una madeni, unahangaika, huna chakula, hakupa hata msaada, basi wajitokeze wakupe msaada. Ndugu yetu, tunakusaidia, huyu hapa. Kila ulipomwendea mmoja wapo, na yeye alikujia na shida chungu nzima. Kila ulipojaribu kumwomba mwingine, hata ndugu yako wa damu, kila mmoja aliinuka na tatizo lake binafsi kubwa, mwingine atatamka hata kubwa zaidi ya lako ambalo uko nalo. Hukuona msaada wote, wala hukuweza yote wa kushika mkono kwa ajili ya tatizo lako. Kipindi unatembea kwa mguu, hakusema chochote pia. Umehangaika, umechimba, umechimbua, umefanya kila namna ya kuhangaika katika maisha. Hakuna aliyesema chochote. Lakini leo hii Mungu amenyosha mkono, umeanza kupata kitu fulani katika maisha. Hizo umepata labda baskeli ya kutembelea, umepanga nyumba, umepata sehemu kidogo, umepata walau sehemu ambayo unasema okay, na mimi familia yangu inapata kitu kutoka sehemu fulani, na napata walau chakula kidogo, chakula na familia yangu. Leo anaanza kuinuka. Mwingine atasema anajidai sana, siku hizi anadharau, siku hizi si muungwana. Kila mmoja atatamka la kwake kwa jinsi anavyofikiria. Wewe unahisi kwa nini? Kwa nini binadamu ni vigegeu sana? Kwa nini hamkusema kipindi kile? Kwa nini hamkusema? Hamkuziona dharau zangu kipindi hicho? Au hakuona mabaya yako kipindi hicho? Kipindi hichi tu ndo wanaweza wakatamka lolote juu yako na kuona kwamba leo una dharau, leo unajisikia, leo huoni wao kama ni watu. Lakini kumbuka, ulipokuwa unahangaika, hakuna hata mmoja leo nikukutia moyo. Ulipokuwa katika wakati wa huzuni, hakuna leo kushika mkono na kukutia faraja. Ulibaki na Mungu wako tu. Kila mmoja alikaa mbali na alikutamkia shida zake nyingi, kukupangilia mwingine hata si za kweli, lakini alisubutu kukupangia ratiba nyingi, mambo mengi, ili na wao uone nyote mpo katika foleni ya shida, ili usimsumbue tu, ili abaki na mambo yake na wao wakifurahia kukuona jinsi ukitaabika. Lakini pale Mungu anaposhika mkono kuinua, tena wanainuka na kwazo. Ishi vizuri na binadamu. Jaribu kuishi nao, jaribu kuchanganua yupi sahihi kwako, yupi unaweza ukamkamata ukawa naye katika wakati fulani, uwe ni wakati wa shida, uwe ni wakati wa raha. Yupi ambaye anaweza akawa tumaini lako, anaweza akawa msaada wako. Msaada si lazima uwe ni wa fedha tu, hata msaada wa kimawazo. Yupi ambaye ukiwa wakati wa shida anaweza akasimama na wewe, japo hana fedha, naye ana hali ngumu, sote ni wahangaikaji, lakini ni mtu wa kukupa faraja nzuri ya kimawazo, akakurudisha, akakuweka katika mstari fulani. Unajua kuna watu naturally Mungu amewajalia kila mmoja na karama yake. Mwingine amejaliwa anaweza sana kushauri. Mwingine amejaliwa ana hekima sana nyingi katika jambo lote linalokuumiza, ambalo unaona nimewaza, nimefikiria, nimeshindwa kutatua, hili jambo ni zito na linanitesa akili yangu. Ukimwelezea tu, kwa ndani ya muda mfupi anaweza akaja na hekima nzuri iliyopangika, ikapangika, akakupa na we kidogo kaisi faraja kwenye moyo wako, kaisi kweli. Kwa sababu usifikirie Mungu anakuja kwa njia ya direct kwako, au anamtuma malaika vup anajitokeza mbele yako. Hapana. Mungu wakati mwingine hutumia watu kwa ajili ya msaada juu yako. Wakati mwingine Mungu hutumia watu ambao ni wakaribu kwako, usio wadhania, kufanyika njia ya kuelekea kwenye mafanikio yako. Ndio maana wakati mwingine unaambiwa usijisikie mnyonge pale anapotokea mmoja kukupiga teke na kukutoa sehemu ambao ulikuwa ukitarajia. Uwezi ukajua ndo anakutengenezea safari yako kwa ajili ya maisha, na anakurahisishia kufika sehemu uliotakiwa kufika. Unaweza ukapigwa teke hapo kazini, anakakuchongea mtu
kwenye kazi kwa bosi wako, ukahisi kwamba Mungu sasa amekusahau. Wakati mwingine kumbe kuna sehemu nzuri zaidi uliandaliwa, lakini huwezi kuipata kama hujatoka pale. Na unatoka pia kwa kupimwa na imani yako. Je, utakapotoka utamsahau Mungu na kusema si kitu kwako, ama utazidi kumtegemea yeye na kuona kwamba kama alivyokupa mwanzo ndiye atakayeweza kukupa hata sasa? Na utashangaa ulikosogezwa ndiko milango zaidi inaenda kufunguka mizuri zaidi. Ishi vizuri na binadamu, haijalishi yupo katika wakati gani, haina maana anapitia mangapi. Basi mpe hata faraja ya maneno mazuri ambayo anaweza akafanyika utukufu kwake, na mwisho wa siku akaona wewe ni wa thamani sana kwake na akakufanya wewe ni mtu wa muhimu sana kwake. Usiwe karaha kwa binadamu mwenzio, kwa sababu ninayopitia leo, wenda leo wewe unacheka, lakini kesho utakuja kupitia maumivu magumu mara mbili yale unayopitia. Kwa sababu kumbuka, dunia inazunguka na maisha siku zote yanaenda kwa staili hii. Leo kwangu, kesho itazunguka. Itakapokuwa upande wako, usije ukalia na ukasema kwamba aiza mimi nimekufanyia mabaya. Usije ukalia ukasema kwamba aiza wewe sijui mtu wa dini gani. Hapana, ukumbuke kila kitu kinazunguka. Leo kwangu, kesho kwako. Kwa hiyo unaponyoosha kidole kwa ajili ya binadamu mwenzio, angalia wewe ni vidole vingapi vinakurudia, vinakuelekea wewe. Ndio tambue kwamba kila kitu kinachozunguka kitakuja kwako au kitaelekea kwangu, lakini kumbuka na kesho kitakuja kwako pia. Kwa hiyo maisha yako hivyo. Tujitahidi sana kumthamini binadamu yoyote aliyoko mbele ya mboni za macho yako kama wewe unavyojithamini. Kwa sababu kumbuka, nafsi na roho inayopumua alionayo yeye, na wewe pia ndio hiyo ulionayo. Nyama na ngozi ulionayo wewe, haijalishi ya rangi gani, lakini ndio ulionayo wewe. Pumzi unaivuta ndio anayevuta yeye. Jinsi ya uono wako ndivyo yeye pia anavyoona. Kwa hiyo na yeye amezaliwa kama ulivyozaliwa wewe, na yeye ana wazazi kama wewe ulivyokuwa nao, na yeye ana uchungu wa maisha kama wewe ulivyokuwa nao, na yeye anatamani kupata kama wewe ulivyopata pia. Kwa tujitahidi kuthamini kila aliyo mbele ya macho yako. Huwezi ukajua yupi anaweza akageuka kuwa faraja na msaada wakati ambao usiodhania katika maisha yako. Mungu akubariki sana.